Asante. Kwa majina mimi naitwa Nobert Simon Kimoka. Ni msimamizi wa kituo cha wakulima Karatu ambacho ni kituo cha wakulima ambapo ipo chini ya Mbiu Arusha. Na lengo la kuanzisha kituo hiki ni mahususi kwa ajili ya wakulima wetu kuweza kujifunza hasa mbinu za kilimo ekolojia. Kwa hapa kama mnavyoona ni eneo letu dogo la bustani ambalo tunatumia mara nyingi kwa kuelimisha wakulima hasa kupitia vikundi vyao pia na kwenye mitandao yao ya msingi. Kwa hiyo kama mnavyoona hapa hivi, shamba letu hili dogo lakini lina mambo mengi. Tuna aina tofauti tofauti ya mazao hapa. Kwa sasa hivi kama mnavyoona tuna mahindi, tuna hoho, tuna mboga mboga kidogo, tuna maharage, tuna maharage yameanza kuota. Hayo ni maharage ya asili, pia yale mahindi mnayoona kule ni mahindi ya asili. Pia tuna miti ya matunda ambayo install humu kwenye bustani yetu. Lengo la kufanya hivi ni tunasema kilimo ekolojia ni lazima tuhusishe aina tofauti tofauti ya mazao katika eneo moja. Kwa hiyo kama mnavyoona shamba letu ndo kama inavyoonekana, pia tunatumia teknolojia ya kutunza maji. Sababu kwa Karatu kuna changamoto kubwa ya maji na wakulima wengi hawana access ya maji ya kutosha kwa ajili ya kufanya kilimo, mfano kilimo cha mboga mboga. Kwa hiyo kuna hizi drips ambayo inatumia maji kidogo sana. Kwa mkulima wa kawaida pia anaweza ka-afford na gharama yake sio kubwa. Anaweza ka-afford nyumbani na kuanzisha bustani yake. Pia kwenye upande wa viuatilifu, mbolea, sisi kama kituo hapa tunatumia mbolea asili ambayo ni samadi. Mnaweza mkaona kuna ambayo iko pale na nyingine iko huku na nyingine tumeshaweka kwenye bustani yetu. Pia tunatengeneza madawa ya asili ambayo tunatumia kwenye kupuliza. Pia tuna booster za asili. Nitaweza kuwapitisha mkaona kwa macho yenu jinsi ambavyo tunatengeneza na pia jinsi tunavyotumia. Na matumizi yake huwa tunatumia mara 2 kwa wiki. Tunapuliza aina tofauti tofauti. Tuna booster ambayo tunaitengeneza kwa mabaki ya matunda na chakula ambayo ni nzuri kwa kupuliza na pia ni nzuri kwa kuweka kwenye mizizi ya mboga mboga au ya mahindi. Kama yale mahindi pale mnavyoona urefu ule, booster ambayo tunaitumia ni booster ambayo tunaitengeneza hapa. Na mkiona ni ya kijani vile, sio kwamba tunatumia zile booster za kemikali, hapana. Ni booster ambayo tunatengeneza wenyewe kwa kutumia malighafi ambayo inapatikana maeneo haya yanayotuzunguka. Kwa hiyo tunatumia malighafi tofauti tofauti. Kwa mfano kwenye booster ndio kama nilivyosema, tunatumia mabaki ya matunda yaliyoharibika ambayo yanapatikana sokoni. Pia kwenye upande wa dawa sasa tunatumia majani tofauti tofauti. Tunatumia majani pori ambapo kuna alizeti pori, tunatumia ndulele, tunatumia vitunguu saumu, tunatumia vitunguu maji, tunatumia pia mkojo wa ng'ombe na majivu. Kwa hiyo hivyo vyote tukipuliza, kama unavyoona bustani yetu ni bustani ambaye kidogo kwa sasa hivi hatuna vitu vingi kutokana na mvua, lakini ni bustani ambayo tunatumia hizo mbinu. Kwa hiyo lengo kubwa la hii bustani hapa ni kwa ajili ya kujifunzia na pia kwa kuongeza kipato cha taasisi, au pia taasisi inajipatia kipato kupitia hii bustani kama mnavyoiona. Labda watu wanaweza kuuliza ina faida gani hichi kilimo ekolojia au kama mtaalamu? Sawa. Kwenye upande wa faida za kilimo ekolojia, kwa sasa faida zinaweza zikawa kwenye jamii moja kwa moja, kiuchumi na pamoja na nadhani nikizungumzia mambo ya afya. Tunapozungumzia sasa nianze moja kwa moja kwenye afya. Kwenye afya kilimo ekolojia ina faida kubwa sana sababu ya aina ya chakula ambacho tunakizalisha. Kwanza ni chakula ambacho kina nutrients za kutosha. Pili ni chakula ambacho moja kwa moja haina changamoto yoyote, nikisema hivyo nadhani mnaeleweka.
kwamba ni nzuri kwa afya ya mtumiaji. Mtumiaji anaweza akatumia bila kupata changamoto. Siku hizi tuna changamoto nyingi za kiafya, mambo ya figo, mambo ya vitu vingi, vyote vinasababishwa na vitu ambavyo tunavitumia na consume sana sana. Kwa hiyo kilimo hiki kina faida nyingi kwenye upande huo. Pia kwenye issue ya kiuchumi ni rahisi sana kwa mkulima wa kawaida kuafford mbinu hizi na kutumia shambani kwake. Yaani kimaanisha kwenye upande wa uzalishaji. Si ndio? Mkulima badala ya kwenda kununua mbolea kwa bei ya juu au kununua mbegu kwa bei ya juu, anaweza kazalisha mbegu zake, akazalisha mbolea yake mwenyewe, akazalisha viuatilifu vya kwake mwenyewe, akavitumia shambani, akawa ameminimize nini? Cost. Yaani ile cost ambayo alikuwa anatakiwa atumie kwenda kununua viuatilifu, kununua mbegu, kununua mbolea, anaweza akaitumia sasa kwenye sehemu nyingine ya maisha, mfano kwenye matibabu au kwenye shughuli nyingine za kimaendeleo.